wako. When the Bible says, once the owner of the house gets up and closes the door. Wakati Biblia inasema ya kwamba wakati mwenye nyumba atakapoondoka na kufunga mlango, it means yamaanisha the owner of the church, the owner who is Christ Jesus. Mwenye kanisa, mwenyeji wa kanisa ambaye ni Yesu Kristo. The house is the church. Nyumba ni kanisa. And the owner of the house, the owner of the church is Christ Jesus, because he died for it. Na mwenye kanisa ni Yesu Kristo kwa sababu ni yeye alikufia. He says, anasema, once the owner shuts the door, wakati mwenye nyumba atakapofunga mlango, Christians, wa Kristo, it is good for you to know it is not your pastor who shut the door. Ni vizuri sana ninyi mjue ya kwamba si mchungaji wako atafunga mlango. It is not your bishop who will close the door. Si askofu wako ndiye atafunga mlango. The Bible says, Biblia inasema, once the owner gets up and shuts the door, mara tu mwenye nyumba atasimama na kufunga mlango, meaning the door will be shut but Christ himself. kumaanisha mlango utafungwa na Yesu mwenyewe. And when you remember during the floods of Noah, na wakati mnakumbuka wakati wa gharika za Noa, when God told Noah and his family to enter the ark, wakati Mungu alimwambia Nuhu na familia yake waingie kwenye it is safina, God himself who shut the door of the ark. ni Mungu mwenyewe aliyefunga mlango wa safina. It was not Noah who shut. Haikuwa Noa ambaye alifunga, It was God himself. alikuweko Mungu mwenyewe. So Christian, it is good to know Kwa hivyo Wakristo ni vema mjue the door will be shut by Christ Jesus himself. mlango utafungwa na Yesu Kristo mwenyewe. And Christ Jesus himself is the one who is watching us on every day, every minute, recording all that we speak. Ni Yesu Kristo ambaye anatutazama kila siku, kila saa, akianakili chini kila kitu ambacho tunasema. Recording everything we do. Ananakili kila kitu ambacho tunafanya, Whether in public or in secret. iwe kwa wazi au kwa siri. He is the one who is everywhere. Yeye ndiye ako kila mahali, Recording every mind, every thought in your mind. akinakili kila wazo katika mawazo yako. He is the one who will shut the door. Ni yeye ambaye atafunga mlango, And he will shut the door according to the records he has. na atafunga mlango kulingana na rekodi ambayo ako nayo. He is telling Christians, Anawaambia Wakristo, once I shut the door, mara tu nitafunga the mlango, Christians will be outside the door. Wakristo ambao watakuwa nje ya mlango. It doesn't matter how long they will knock the door. Haijalishi ni muda gani watafunga mlango, watagonga mlango. It doesn't matter how long they will cry and gnash their teeth. Haijalishi watalia na kusaga meno kwa muda gani. Let us repeat verse 25. Wacha turudie mstari wa 25. When the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, "Sir, open the door for us." But he will answer, "I don't know you or where you come from." Wakati mwenye nyumba atakapoondoka na kufunga mlango, mtasimama nje mkigonga mlango na kusema, "Bwana, utufungulie mlango." Lakini yeye atawajibu, "Siwajui ninyi wala mtokako." This sentence bespeaks the truth that many Christians will be outside the door. Jumbe huu na tunenea kweli ya kwamba Wakristo wengi watakuwa nje ya mlango. And look at when they are knocking and gnashing teeth. Na tazama wakati wanabisha na kusaga meno. And blessed people, Na watu wabarikiwa, when they'll be pleading, wakati watakuwa you know, when you are wakiomba. pleading, Unajua wakati unaomba, you are pleading that something happens, unaomba ya kwamba kitu kifanyike, but that thing will not happen. lakini hicho kitu hakitafanyika. Yesterday we saw Jana tuliona they'll be gnashing their teeth. watakuwa wanasaga meno yao. Blessed people, Watu wabarikiwa, pain that causes one to gnash teeth, it is terrible pain. uchungu ambao unamsababisha mtu kusaga meno ni uchungu mkali kabisa. And this is the pain many Christians who will be locked outside the door will go through. Na haya
haya ni machungu ambayo Wakristo watakaofungiwa nje ya mlango ndio watakuwa wanapitia. But Jesus says, Lakini Yesu anasema, he will tell them, atawaambia, I don't know you. mimi siwajui. I don't know you. Mimi siwajui. Can you imagine? Unaweza wazia, Jesus who knows everybody. Yesu anayemjua kila mtu, And everybody's name is written on his palm. na kila mtu mkono wake jina lake limeandikwa kwenye viganja According vya to the Yesu scripture. kulingana na maandiko. But on the day of judgment, Lakini siku ya hukumu, on the day of rapture, siku ya unyakuzi, on the day of entry to the kingdom of God, siku ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu, that is the day Jesus will say, I don't know you if you don't repent now. hiyo ndio siku ambayo Yesu atasema ya kwamba sikujui iwapo hautatubu sasa hivi. Blessed people, Watu wabarikiwa, Christians, wa Kristo, it will be difficult time for you to be closed outside. itakuwa wakati mgumu sana ukifungiwa nje. And this is now the time for you to audit your life. Na hii ndio sasa wakati bora wewe kuchunguza maisha yako. That is why Na hiyo ndio sababu the Bible asks a question. Biblia inauliza swali, What will benefit a man je, itamfaidi mwanadamu nini to gain everything in this world kupata kila kitu kwa ulimwengu huu and miss the kingdom of God? na kukosa ufalme wa Mungu? Blessed people, Watu the wabarikiwa, Lord loves you so much. Bwana nakupenda sana, But He is asking you today, lakini anakuuliza leo, what will benefit you je, ni nini itakufaidi if you continue walking in unrighteousness iwapo utaendelea kutembea katika njia ya and udhalimu miss the entry to the kingdom of God on that day, na ukose kuingia katika ufalme wa Mungu siku and hiyo, be closed outside the door? na ufungiwe nje ya mlango? What will benefit you? Je, itakufaidi nini When one is closed outside the door, wakati mtu anafungiwa nje ya mlango? because the Bible is clearly telling Kwa us, sababu Biblia inatuambia waziwazi, once that door is shut, it will not be opened again. mara tu mlango huo unafungwa hautafunguliwa tena. And yesterday we saw, Na hapo jana tuliona, right now, Christ Jesus is gracious. sasa hivi Yesu Kristo ni wa huruma And kabisa, He gracious, wa neema and sana, His grace is sufficient now na neema yake inatosha sasa to give you salvation. kukupatia wokovu. His grace is sufficient now Neema yake inatosha to sasa teach you holiness. kukufundisha His utakatifu. grace is sufficient now Neema yake inatosha to sasa redeem you from sin kukukomboa kutoka kwa and dhambi help you live a holy life na kusaidia uishi maisha that matakatifu will enable you enter the kingdom. ambayo itakusaidia uingie kwenye ufalme. Right now, Sasa hivi Jesus is so merciful. Yesu ni wa rehema sana, He can forgive you of any sin. anaweza kusamehe dhambi It zozote. doesn't matter what you have done. Haijalishi umefanya It nini, doesn't matter the amount of sin you have committed. haijalishi kiwango cha dhambi umefanya. The grace of God is sufficient. Neema ya Mungu inatosha, The mercies of God is sufficient. rehema za Mungu The zinatosha, forgiveness of God is in abound right now. msamaha wa Mungu ni mwingi sana sasa hivi, It can be gotten now. inaweza You kupatikana can sasa, receive it now. unaweza kuipokea But sasa. when that day comes, Lakini wakati siku hiyo if you itafika, refuse to repent and change your way, iwapo nikataa kutubu na if you kubadilisha, refuse, iwapo yes, you go to church. ndio unaenda kanisani, Yes, you call yourself a Christian. ndio unajiita Mkristo, Yes, you go to fellowships. ndio unaenda kwa shirika, But look here, lakini tazama if hapa, you will not make every effort iwapo hautajitahidi to be holy until on that day, kuwa mtakatifu hadi siku look hiyo, here, people, tazama hapa if you watu, don't make every effort iwapo hautajitahidi to be righteous until that day, kuwa mwenye haki hadi siku hiyo, imagine now, wazia sasa you will be grouped together with evildoers. utawekwa pamoja na kikundi cha watenda maovu. You will be grouped together with those people who did sin and never entered the door of a church. Utawekwa pamoja na kikundi cha watu ambao walifanya dhambi na hawakuingia kwa mlango wa kanisa. You will put together with those people who call themselves atheists. They don't believe that there is God. Utawekwa pamoja na kategoria ya wale watu ambao wanajiita makafiri, hawaamini ya kwamba Mungu yuko. Look at this. Tazama hili, He will tell you, away from me, all you evildoers. atawaambia ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. And yet you went in church. Na ile hali ulienda kanisani, And yet you went in fellowships. na ile hali ulienda kwenye shirika, And yet you believed in
Jesus. na ile hali ulimwamini Yesu, But you are going to fellowship you did not mean. lakini kwenda kwako kwa ushirika au kumaanisha. You are being a Christian was not serious. Kwa kwako Mkristo haukumaanisha. Blessed people, Watu the wabarikiwa. time to be a serious Christian is now. Wakati wa kuwa Mkristo wa kumaanisha ni sasa hivi. A time to live a life that distinguishes you from the rest of other people is now. Wakati wa kuishi maisha ambayo inakutofautisha sana na watu wengine ni sasa hivi. Imagine Unaweza wazia, if you are not going to put more effort in your Christian walk, kama huwezi kwenda kujitahidi sana katika mtembeo wako wa Kikristo, you will be put together with the murderers who never believed God and their work was to murder people. utawekwa pamoja na wauaji ambao hawakujua Mungu, watu ambao walikuwa wanaua wengine. Can you imagine being put together? Unaweza kuwazia kuwekwa pamoja, Because Jesus here says, kwa maana Yesu hapa anasema, away from me all you evildoers. ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Blessed people, Watu wabarikiwa. it is time to be serious in your Christian life. Ni wakati wa kumaanisha kwa mtembeo wako wa Kikristo. And look at this. Natazama hili. He says in verse 28, Anasema mstari wa 28, there will be weeping there and gnashing of teeth. ndipo kutakwako kilio na kusaga meno. When you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself thrown out. Mtakapomwona Abrahamu, Isaki na Yakobo na manabii wote wakiwa katika ufalme wa Mungu, lakini ninyi mkiwa mmetupwa nje. Blessed people, Watu wabarikiwa. the Bible says Biblia inasema there will be weeping, kutakuwa na kulia there will be gnashing of teeth. na kusaga meno. Once the door is shut and you have found yourself outside that door, Mara tu mlango umefungwa na ujipate nje ya mlango, this is what will characterize your life there now. basi hii ndio itaonyesha maisha yako nje pale. Gnashing of teeth. Kusaga meno, Weeping, kulia, groaning, kulia kabisa kwa machungu gnashing of teeth. na kusaga meno. And remember, the door will not be opened. Na kumbuka ya kwamba mlango hautafunguliwa. As you gnash teeth and weep outside the door, Wakati unasaga meno na kulia kule nje ya mlango, nobody will have mercy on you. hakuna mtu atakuhurumia. Jesus will not open the door for you. Yesu hawezi akakufungulia mlango. Hata. Yesu hata kufungulia mlango. Jesus will not open the door for you. Yesu hata kufungulia mlango. Right now, Sasa hivi it is time for you now to cry. ni wakati sasa wa kulia. To cry that Jesus may forgive your sins. Kulia sasa ya kwamba Yesu akusamehe dhambi It is zako. time to seek Jesus. Ni wakati wa kumtafuta Yesu. And here we look and we learn something. Na hapa tulitazama na kujifunza kitu. While them that will be close outside the door will be weeping and gnashing teeth. Wakati wale ambao watafungiwa nje ya mlango watakuwa wanalia na kusaga meno. In their agony, they will see people in heaven. Katika machungu yao watawaona watu mbinguni. In their agony, they will see them that end at heaven. Wakati watakuwa kwenye machungu watawaona wale ambao waliingia mbinguni. Because the Bible Kwa says sababu Biblia inasema there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself thrown out. wakati nasema ndipo kutakuweko na kilio na kusaga meno mtakapomwona Abrahamu, Isaki na Yakobo na manabii wote wakiwa katika ufalme wa Mungu, lakini ninyi mkiwa mmetupwa nje. Meaning, Kumaanisha while gnashing teeth in hell, wakati watakuwa kisaga meno jehanamu, you will see people in heaven rejoicing. utaona watu mbinguni wakifurahi. When we read the Bible in the book of Luke chapter number 16, Tunaposoma Biblia kwenye kitabu cha Luka 16 from verse 19 to 31, kuanzia mstari wa 19 hadi we 31, find two people there. tunapata watu wawili pale. One is Lazarus.
Lazarus. Wa kwanza ni Lazaro, And Lazarus pleased God. na Lazaro alimpendeza Mungu. Lazarus feared God. Lazaro alimwogopa Mungu. Lazarus honored God. Lazaro alimheshimu Mungu While still living here on earth. wakati alikuwa akiishi hapa And duniani. there was the rich man. Na kulikuwa na mtu tajiri. The rich man did not recognize God. Mtu tajiri He hakumtambua never Mungu, honored God. hakumheshimu Mungu, He never honored Christians. hakuheshimu Wakristo. And a time came Na wakati when ulifika, both of them died. wakati wao wote walikufa. Lazarus, the righteous person, died. Lazaro mtu mwenye haki And alikufa, the Bible says he was carried by angels to the bosom of Abraham. na Biblia inasema ya kwamba alibebwa na malaika kwa hadi kwenye kifua cha Abrahamu. And the rich man also died. Na mtu tajiri pia akafa. And what we see, he was in torment. Na kile ambacho tunaona, alikuwa kwa And machungu, while in torment in hell, na wakati alikuwa kwa mateso jehanamu, he was able to see Abraham together with Lazarus. alikuwa na uwezo wa kumwona Abrahamu na Lazaro. He could see Lazarus at peace. Angemwona Lazaro akiwa kwa amani. He could see Lazarus enjoying life. Angemwona Lazaro akifurahia maisha. And this one now bespeaks of what Jesus is telling us here. Na hii sasa inanenea yale ambayo Yesu anatuambia That hapa, there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself thrown out. ya kwamba ndipo kutakuweko na kilio na kusaga meno mtakapomwona Abrahamu, Isaki na Yakobo na manabii wote wakiwa katika ufalme wa Mungu, lakini ninyi mkiwa mmetupwa nje. Blessed people, Watu wabarikiwa. why should you live here on earth, in this earth that is full of torment, full of pain, full of sorrow, and live a life of worldliness and also be tormented in hell forever? Watu wabarikiwa. Ni haja gani uishi katika ulimwengu huu ambao umejawa na mateso, umejawa na machungu, umejawa na hali ngumu, alafu tena uishie kwenda jehanamu, mahali ambapo utateswa kule? Let us be serious Christians, Wacha tukua Wakristo wa kumaanisha, making every effort tukijitahidi kweli kweli to enter heaven through the narrow door. kuingia mbinguni kupitia mlango mwembamba. The Bible says Biblia inasema in the book in verse 29, mstari wa 29, people will come from east and west and north and south and will take their places in the feast in the kingdom of God. watu watakuja kutoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, na wataketi kwenye sehemu zilizoandaliwa karamuni katika ufalme wa Mungu. This bespeaks of the gospel of Jesus that is being preached all over the world. Hii inanenea kuhusu injili ya Yesu Kristo ambaye inahubiriwa ulimwenguni To mzima, all nations of the world, kwa mataifa yote ya to ulimwengu, all languages of the world, kwa lugha zote za to all ulimwengu, people of the world. kwa watu wote wa ulimwengu. And the Bible Na says Biblia inasema people will come from all over the world, watu watatoka kote kote ulimwenguni, from north, kutoka from kaskazini, south, kutoka from kusini, east, kutoka from mashariki, west, kutoka and will magharibi, enter through the narrow door, na wataingia kupitia mlango membamba, and they will get their places in the feast in the kingdom of God. na watapata nao wataketi kwenye sehemu walizoandaliwa karamuni katika ufalme wa Mungu. Blessed people, Watu wabarikiwa. this means Hii inamaanisha this gospel is for anybody. injili hii ni kwa ajili ya mtu yeyote yule. This means Hii inamaanisha when Jesus went on the cross and died on the cross, wakati Yesu alienda msalabani na akafa msalabani, he died for all people. aliwakufia watu wote, All people from east, watu wote kutoka all mashariki, people from west, watu wote kutoka all magharibi, people from north, watu wote kutoka all kaskazini, people from south. watu wote kutoka It kusini. doesn't matter Haijalishi the kabisa direction in which you are living in. ile upande ambao